Ujambo, habari za leo. Karibu tena kwenye ukumbi wetu wa safari yenye tumaini. Kama kawaida, hapa tuna mchungaji Stephen Leta, ambaye ni mchungaji wa kanisa la Tegeta, jijini Dar es Salaam. Tuna dada Grace Momadi Masaka, ambaye anaishi Washington. Pia tuna Baraka Tosi, yeye ni wa Dar es Salaam, Tanzania. Na mimi hapa, John Mugane, ninakaa Boston. Kichwa cha mazungumzo yetu hivi leo ni Yesu kama mwalimu wa walimu, ambao ni sehemu ya mwongozo wa kujifunza Biblia ambao unaitwa elimu ya Kikristo. Fungu kuu lake linasema, kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Inapatikana Wakorintho wa pili, mlango wa 4, fungu la 6. Karibuni sana. Karibu sana ujiunge pamoja nasi katika kipindi hiki cha pekee cha kujadili mwongozo wa kujifunza Biblia, ambapo leo tunaenda kuangalia mada inayosema Yesu mwalimu wa walimu. Kabla hatujaenda katika kipindi hicho, nijitambulishe kwako. Mimi naitwa mchungaji Stephen Leta kutoka Tegeta, Dar es Salaam, Tanzania, ambaye naungana pamoja na wachangiaji wengine katika kuletea mada hii. Kabla hatujaingia katika majadiliano, hebu tuombe. Baba mwema wa mbinguni, asante kwa ajili ya upendeleo huu wa pekee kuendelea kutunza uhai wetu hadi kufikia katika siku hii. Tunaenda kujifunza somo hili muhimu sana juu ya Yesu alivyokuwa mwalimu wa walimu na jinsi alivyokuja kukufunua wewe Mungu katika maisha ya wanadamu. Hebu Roho wako Mtakatifu atusaidie kuelewa vyema somo hili na kulitumia maishani. Ndivyo ninavyoomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji unayefuatilia masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia yanayoletwa kwako kupitia katika channel hii pendwa ya YouTube. Leo tupo katika somo la 5 na juma la 5 la robo hii ya mwisho ya 4, ambayo imebeba mada kuu inayosema elimu ya Kikristo. Na katika somo hili la 5 leo tunakwenda kuangalia juu ya mada ndogo inayosema Yesu kama mwalimu wa walimu. Utakumbuka kwamba katika vipindi vyetu vya huko nyuma, na hasa kile cha kwanza na cha pili, tulidokezea kwamba shule hii ilianzia kule Edeni, wakati ule kabla ya dhambi, na mwalimu akiwa ndiye Mungu mwenyewe na wanafunzi wenyewe wakiwa ni Adamu na Eva, wanafunzi wachache kabisa. Ile shule ilisitishwa kwa sababu ya dhambi, lakini bado yale mafunzo yakaendelea nje ya bustani ya Edeni. Kwanza kupitia kwa Adamu na Eva, lakini baadaye kwa maagizo yaliyotolewa kwa wana wa Israeli wote, na maagizo ambayo yanatuhusu hata sisi tunaoishi nyakati hizi, ya kwamba hiyo elimu ya Kristo inatakiwa ianzie pale nyumbani. Lakini leo tunakwenda kumwangalia mwalimu ambaye kimsingi ameitwa mwalimu wa walimu. Yesu Kristo anazo sifa nyingi sana ambazo ukianza kuzijadili huwezi kuzimaliza. Yeye ndiye mtu pekee aliyeishi hapa duniani mwenye sifa kem. Lakini kubwa ambalo tunaliangalia katika somo la leo ni jinsi ambavyo kuja kwake hapa duniani kulimfunua Mungu alivyo hasa, kwa sababu yeye alifanyika mwanadamu, akakaa kwetu, tukamuona, tukamsikia, tukamgusa, na akagusa sana maisha ya wanadamu. Na kitu kikubwa ambacho kinazungumzwa juu ya Yesu si sana yale aliyoyazungumza, lakini namna alivyoishi na watu, maisha yake, jinsi alivyokuwa, ilikuwa ni maisha ya mfano. Na kwa hiyo katika somo la leo
tumepewa kisa cha mhubiri mmoja maarufu sana anaitwa Bill Graham. Bill Graham anatoa kisa namna alivyotembelea katika kambi ya wakimbizi, na alipofika kwenye kambi ya wakimbizi akatamani kuonana na jenerali wa jeshi ili awatembelee wale askari. Na katika kutembelea wale askari akutana na askari mmoja ambaye alikuwa ameumizwa vibaya sana vitani, na akadokezwa na jenerali ya kwamba huyu askari kwa namna alivyoumia hii miguu yake hataweza kutembea tena. Yule askari aliomba jenerali wa jeshi amsogelee zaidi mahali alipo ili aweze kupata fursa ya kumwangalia usoni. Na alipofanya hivyo alimwambia kwamba, jenerali, mimi niliumia kwa sababu nilikuwa nimeamua kupigana kwa ajili yako, na kwa hiyo leo nimepata faraja sana kuona uso wako wewe ambaye mimi nimepata haya madhila yote kwa ajili yake. Anayefananisha kisa hicho na jinsi ambavyo Kristo alikuja hapa ulimwenguni. Ni kweli tumekuwa tukiambiwa mengi tu juu ya upendo wa Mungu na jinsi alivyo pambana ili tuumbwe kwa mfano wake, na hatimaye tena baadaye akapambana kutupatia maonyo ili tusiingie katika lile tatizo la dhambi, lakini bado hatukuzingatia maonyo yake. Bado akaendelea kuweka makafara, njia mbalimbali za kutusaidia kuokolewa ili turudi katika mahusiano na yeye. Lakini kana kwamba hayo yote hayatoshi, Mungu alimtuma Yesu mwenyewe. Hiki kitendo cha Mungu kumtuma mwanae wa pekee mpendwa kabisa ili aje kuishi maisha tunayoishi, ili awe katika mfumo wa maisha tulionayo, kwa maana kwamba achukue binadamu wetu tulionao. Hiki ni kitendo cha juu sana cha upendo wa Mungu ambacho pengine hatujakielewa vya kutosha. Katika somo la juma hili tutaenda kuliangalia sana vizuri namna ambavyo Yesu alimfunua Baba katika maisha yake. Mwandishi wa kitabu cha Ibrania anamfananisha Yesu na chapa ya nafsi ya Mungu. Lugha inayotumika hapa katika lugha yake ya asili ya Kigiriki ni ile alama inayoachwa baada ya kugonga muhuri. Kwa hiyo Yesu na Mungu ni kitu kile kimoja, kama ambavyo yeye mwenyewe aliwahi kujibu wakati fulani kwamba mimi na Baba tu mmoja, aliyeniona mimi amemwona Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo Mungu amejifunua kwa namna iliyo ya wazi zaidi kwa wanadamu kupitia kwa Yesu Kristo. Na tunapomwangalia Yesu, tunapomjadili Yesu, tunapojaribu kuiga maisha aliyoyaishi, hapo ndipo tunazidi kumfahamu Mungu zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo kwa namna nyingine, elimu ya Kikristo kwa kweli kwa kiasi kikubwa inamhusu huyo mmoja ambaye yeye ni Mungu, lakini yeye pia ni mwanadamu anayeitwa Yesu Kristo, na ndio somo tunalokwenda kuliangalia katika juma hili. Kwa hiyo karibu sana katika michango mbalimbali utakayoipokea kutoka kwa wachangiaji wenzangu, na Mungu akubariki sana. Upo nami katika kudadavua somo hili la Jumanne lenye kichwa kinachosema Rabi Yesu. Rabi Yesu. Rabi ni neno la Kiebrania ambalo humaanisha mwalimu, mwalimu. Kwa hiyo tunaweza tukasema mwalimu Yesu, mwalimu Yesu. Kimsingi katika Biblia kuna mafungu mbalimbali ambayo yanamwelezea Yesu kama mwalimu, na hasa mwandishi wa somo hili amejikita katika Yohana 1 fungu la 1 hadi 14 linaloanza kusema hapo mwanzo palikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Lakini unakuja pale katikati unakuja kuona anasema naye neno alifanyika mwili, akashuka, akakaa nasi. Hivyo kimsingi Yesu alikuja kutudhihirishia ni namna gani ambavyo wanadamu tunatakiwa kuishi katika ulimwengu huu uliojaa maasi, uliojaa dhambi na uliojaa shida nyingi. Somo hili la Jumanne limelenga kutuelezea ni namna gani au ni dhima zipi ambazo Yesu Kristo alikuja kuzifanya hapa duniani, hasa katika upande wa mwalimu. Kimsingi mwalimu mzuri ni yule mwalimu ambaye anafundisha na kutekeleza yale ambayo anayafundisha. Mfano mzuri ni kwamba mwalimu anakataza kwamba watoto msifanye kitu fulani, lakini yeye anafanya. Au daktari yeye anakataza kwamba usivute sigara,
lakini yeye anavuta. Sasa kimsingi hapo hakuna somo lolote ambalo mwanafunzi au mgonjwa atakuwa analielewa vizuri kutoka kwa huyo mtu ambaye anapeleka ujumbe kwake. Kwa hiyo Yesu Kristo alifundisha, lakini aliyaishi yale anayoyafundisha. Ukisoma katika Biblia, neno la Mungu linatuambia Yesu Kristo aliishi miaka ile 31, lakini hakufanya dhambi. Na hiyo ikatudhihirishia kabisa kwamba hata sisi wanadamu tunaweza tukaishi katika huu ulimwengu kwa miaka yoyote ile ambayo Mungu atatujalia, lakini tusifanye dhambi. Hivyo Yesu Kristo alikuja kutuelezea, alikuja kutuonyesha, na alikuja kudhihirisha ni namna gani mwanadamu anatakiwa kuishi ili kuishi vizuri katika ulimwengu huu uliojaa dhambi. Kimsingi Ellen White anatueleza kabisa kwamba Yesu Kristo ni mwalimu aliye mkuu kuliko wote. Katika kitabu cha kimetumia ni gazeti ambalo lina lugha ya Kiingereza, inasema Signs of Time, ambayo ilitolewa June 10 mwaka 1886. Mama Ellen White alieleza hiyo kwamba Yesu Kristo ni mwalimu mkuu, ni mwalimu bora kuliko wote. Katika swali la Jumanne anasema, ukizingatia Yesu ni nani, kwa nini ina mantiki kujifunza kwake njia bora za kufundisha ukweli wa kiroho? Kimsingi unapojua uko na mwalimu bora, basi utatamani uwe kama yeye, utatamani uishi kama yeye, utatamani ufanye kama yale anayoyafundisha. Lakini pia unapofahamu kwamba unaongozwa na mtu ambaye ni sahihi, utatamani kutulia ukiwa na amani, lakini ukihitaji na wewe uwe kama yeye. Na swali la pili linatuuliza kwamba ni nini tunachoweza kujifunza kutoka kwa Yesu kuhusiana na kwa nini si kile tusemacho tu ni muhimu, bali pia vile tutendavyo au tuishivyo. Kama nilivyoeleza hapo mapema kwamba mfano mzuri wa daktari ambaye anafundisha kwamba msivute sigara, lakini yeye anavuta sigara, huo mfano ni mbaya sana, kwa sababu kama anamfundisha mgonjwa asivute sigara, lakini yeye mwenyewe hapo hapo anavuta au hata pembeni anavuta, inakuwa haina maana. Lakini Yesu Kristo alidhihirisha yale anayoyasema kwamba yanawezekana kuishiwa, yani mtu anavyonena anaweza kuyaishi hayo maneno anayoyasema. Ndivyo Yesu alivyoishi. Kwa hiyo inadhihirisha kabisa kwamba ni muhimu sana tunachokinena, tunachowafundisha watu tukiishi. Kwa kufanya hivyo tutajenga hekalu la Mungu na tutakuwa walimu bora kabisa katika kuongoa roho za watu. Asante sana. Wiki tunajifunza kuhusu Yesu kama mwalimu. Yesu ni mwalimu wa walimu, mwalimu wa ajabu, mwalimu mkuu, mshauri wa ajabu. Alifundisha hata kuanzia asubuhi mpaka jioni. Watu hawakuchoka kumsikiliza. Wengine tukizungumza tu kidogo watu wamehama. Watu walimsikiliza Yesu mpaka hata usiku unaingia, watoto wanamsikiliza, watu wazima wanamsikiliza. Watu wengine walienda wakaambiwa kwamba waende wakamkamate, walitumwa waende wakamkamate. Walipofika huko wakazubaa huko, mafundisho yake akawa kama sumaku, wakawa wanasikiliza. Waliporudi wamerudi mikono mitupu bila Yesu. Wakaulizwa, mbona mjarudi na Yesu? Wakasema, mafundisho yake ya ajabu. Yaani yale mafundisho yakawapa ganzi mpaka wakashindwa kumshika. Yesu amekuwa nuru na mwanga kwenye mioyo yetu, katika giza letu amepafanya pawe na mwanga. Yesu alikuja, mafundisho makubwa Yesu aliyotoa ni kufunua tabia ya Baba. Shetani alimfanya Mungu kuonekana dhalimu, asiye na upendo, ambaye ni mkali, ambaye asiyetutakia mema. Yesu alikuja kufunua tabia ya Baba, atupe fundisho kwamba Bwana ni mwema, Mungu Baba ana upendo, na pia alikuja kutuonesha mfano. Yaani mifano Yesu aliyotembea na kuifanya ni mifano bora kwetu katika maisha yetu. Ndiyo mwalimu mkubwa. Alifundisha kwa mifano
jinsi alivyoishi. Alifundisha kwa mifano inayoitwa parables au visa. Kwa mfano kama kisa cha mpazi yule aliyepanda mbegu, na mafundisho yake alifundisha kutoka kwa vitu watu wanavyovifahamu kufikia kwa vile wasivyovifahamu. Anasogea polepole tu, watu wanamsikiliza usiku, wanamsikiliza mchana, wengine wanamsonga kila saa wakitaka kumsikiliza. Hakuwa na televisheni, hakuwa na kompyuta au PowerPoint, lakini tu yani ile uwepo wake tu ule ulifanya watu wabarikiwe na wakutaka kumsikiliza sana. Hata leo Roho Mtakatifu pia anatufundisha. Yesu anatufundisha kupitia kwa Roho Mtakatifu. Nafikiri wengine wetu tumekuwa na walimu ambao kidogo tumewapenda, wana upendo kwa wanafunzi, alafu pia unaona jinsi wanavyofundisha, unapenda jinsi wanavyofundisha, basi unajaribu kuwaigiza. Hata jinsi wanavyotembea unajaribu kuwaigiza. Kuna walimu wa namna hiyo. Ni mfano mzuri. Japo kuwa na walimu wengine ni walimu ambao ni wakatili, nasikia hata wanawapiga watoto viboko mpaka wanakufa. Adhabu inatolewa kwa mtoto kwa upendo, na adhabu inatolewa kwa mtoto bila hasira. Na tunaona kwamba Yesu ana mengi ya kutufundisha. Katika huduma ya upatanisho tunasoma Yesu ametufundisha huduma ya upatanisho. Mahusiano ya binadamu yanavunjika, pengine watu wanagombana wasipatane, na walikuwa marafiki, mtu na mke wake wanagombana, hata huwezi kuamini kwamba kwa nini mmegombana, lakini uhusiano uliovunjika unaweza ukarekebishwa. Nataka kusoma huduma ya Yesu ya upatanisho katika Biblia, katika Wakorintho wa pili 5:16 mpaka 21. Anasema hivi: hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Kristo ametupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yaani hapa kitu ambacho anataka kusema ni kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na yeye kwa kafara yake na kifo chake, na watu hawakumjua Mungu kwamba ni Mungu wa upendo na ni Baba mwenye upendo, hata ndio alimtoa mwana wake wa pekee. Kwa hiyo sisi tumejua sura ya Mungu kupitia kwa Kristo. Anasema basi hata sisi tuwe tunawaambia watu wengine habari njema. Tukiwaambia watu habari njema, ni tunawapatanisha waje kwa Mungu, warudi kwa Mungu. Hata wale watu ambao wamerudi nyuma wanarudi tena kwa Mungu. Watu wame backslide, wana slide back. Anasema kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu sisi. Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Anasema yaani Mungu anatutumia sisi akiwasihi watu warudi kwake, ambao wamekuwa estranged, ambao wamewekwa mbali na yeye. Mungu anatutumia sisi ili kusudi wapatanishwe na yeye. Yesu anatufundisha kwa kupitia kafara yake pia kwa jinsi ya ajabu. Tunaona kwamba yeye aliyekuwa juu na juu zaidi alikuwa tayari kushuka chini na kukaa na sisi hapa. Anasema tuwe na nia kama ya Yesu. Tofauti na shetani, alikuwa wa chini lakini anataka kujikweza juu. Kwa hiyo tunajifunza hapa unyenyekevu. Hata sisi walimu wakati tunafundisha, tusiwe watu wa maringo, watu ambao tuna kiburi, tunasema kwamba sisi peke yetu tunaojua na kuwakanyaga watu wengine au walimu darasani. Tuwe na nia ya Yesu. Tunajifunza Kristo anaupatanisha ulimwengu na Mungu, ulimwengu wote, haijalishi ni nani, awe ni Mkorea,
awe ni mtu wa Burundi, awe ni Mspanish, anatupatanisha wote, awe ni Muislamu, awe ni Hindu, ulimwengu wote. Japo kuwa kamwe hatuwezi kufanya kazi ya upatanisho kwa kiwango kama Kristo anavyotakiwa kuifanya, lakini tunaifanya kwa kiwango kidogo. Kwa hiyo tunaweza kuakisi jukumu la Mungu kuwa wapatanishi kwa kuwaambia watu habari njema, injili ya milele, nao watarudi na kumwamini Mungu. Tutakuwa tumewapatanisha na Mungu. Yesu alikuwa mwalimu wa walimu. Yaani tungesikia sauti yake tungefurahia. Yaani umeshawahi kufikiria jinsi ambavyo sauti yake ilivyokuwa? Je, alivyokuwa anapandisha sauti, uso wake akizungumza, wazungu wanaita melody, tone, huruma yake. Kumekuwa na video yake ya kuangalia, tungebarikiwa zaidi, lakini hata hivyo tuna neno lake. Uzima wa milele ni kumjua Mungu. Na Yesu amemfunua Mungu. Kwa hiyo tujifunze kuwa kama Kristo. Tujifunze kuwa kama Kristo alivyo. Tutakapoona maisha yake, hata maisha tu yale ya utotoni. Saa zingine tunafikiri kwamba hayana mafundisho. Hata maisha ya utotoni ya Kristo yana mafundisho. Wanafunzi wa awali wa Mwalimu Yesu Kristo, wanafunzi wa awali, tunaona kwamba yale maisha, japo kwa Yesu alikuwa mdogo, aliwafundisha watu kwa aina mbalimbali. Kwa mfano, wale wafugaji walipokuwa wanachunga katika makundi yao wakati Yesu anazaliwa, mara wakawa wapokeaji wa muonekano wa kustajabisha wa malaika wenye ujumbe wa kushangaza wa ajabu na kuiduaza dunia. Wakibidishwa na utukufu waliouona, wanaondoka upesi kwenda kumtafuta mtoto ambaye malaika wamemtangaza. Unaona haya, hizi habari tunasoma katika Luka 2. Kwa hiyo hao ndio walikuwa wanafunzi kabisa wa Yesu wa kwanza. Unaweza ukafikiria walifundishwaje na Yesu, na Yesu alikuwa mtoto kwenye hori. Wanaona jinsi ambavyo mbingu ilivyopanga wokovu, jinsi ambavyo Yesu anakuja kama mtu duni asiyejiweza. Hata Mariamu na Yusufu pia nao wanashangaa. Hayo yote ni mafundisho kwetu binadamu. Tunaona Yesu alikuwa mpole, mwenye kujikana nafsi, muungwana, mchangamfu, mkamilifu, mkarimu na mtiifu. Unajua, saa zingine kama ingekuwa tu mojawapo wa sisi, kwa mfano kama mimi, mtu kuwa msalabani na una uwezo wote na ubinafsi unaingia, mtu unatamani kushuka chini ya msalaba ukampige yule mtu ambaye anayesema mambo mabaya kule kwenye msalaba. Alidhihakiwa pale msalabani na watu ambao walikuwa wajui kitu chochote. Wanamwambia, uliokoa wengine, we mwenyewe ujiokoi. Hawajui kama angejiokoa yeye, basi asingetuokoa sisi. Ndio maana tunaambiwa tuwe na ile nia ya Yesu. Tunaona wanafunzi kama kina Cleopa wakitembea, wanasikiliza mafundisho ya Yesu mpaka wanashangaa. Anasema, je, mioyo yetu haikuwaka moto jinsi mafundisho yake jinsi yalivyokuwa? Na mimi ningependa kuwapa watu mafundisho mpaka mioyo yao inawaka moto, lakini najua siwezi. Lakini tujifunze kuwaambia watu wengine habari njema. Tunajifunza kusamehe kama Yesu alivyosamehe, hata wazazi, hata walimu. Mambo mengine inabidi wasamehe, na sio kila saa unarudia kwamba ulifanya vile, ulifanya hivi. Maandiko matakatifu hayakuandikwa tu ili kusudi tuzisome zile hadithi na kustaajabu na kushangaa, kumbe imekuwa hivi. Hapana, yameandikwa ili tuwe na saburi na imani kama ile kama watumishi wa Mungu, na kupiga mbio kwa kijiti tulichopewa kwa wakati kama huu. Ile mifano ya Yesu alivyokuwa mwalimu na jinsi alivyokuwa akitoa visa, ile ni mifano tunapaswa kuichukua, na zile mbinu zake bora tukimbia nazo kama kijiti, tukipokezana na watu wengine kukaribisha ujio wa Yesu. Luka 2 anasema fungu la 8, na katika nchi ile walikuwepo wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote,
wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akamwambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara, mtakuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, na wakumsifu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya, na twendeni mpaka Bethlehem tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akaweka maneno hayo, akafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliyosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Kwa hiyo tunaona wale wachungaji walikuwa wanafunzi wa kwanza wa Yesu alipokuwa kwenye mwili hapa duniani. Yesu anapaswa kuabudiwa. Ili kuipokea huduma yake ya ufundishaji hapo baadaye, sharti tujiunge kushiriki pamoja na hawa wanafunzi wa awali na mamajusi katika kumwabudu huyu mwalimu wa walimu. Huyu mwenye ufundishaji bora tunaotamani ni zaidi ya mwelimishaji mwenye hekima. Ni Mungu aliyekuja kuishi pamoja na sisi, Immanueli. Hili ni fumbo au siri ya ajabu. Kwa hiyo sisi na mamajusi, wachungaji wa kondeni na malaika, tumeitwa kumwabudu Kristo, mfalme mpya aliyezaliwa, na kuona katika mtoto Yesu uhalisi wa Mungu mwenyewe. Yesu ana huruma, Yesu ana upendo, Yesu anasamehe. Yote haya yanatufundisha sisi tabia ya Yesu. Tabia ndio kitu peke yake tutakachochukua mbinguni. Kwa hiyo tabia zetu zikiwa nzuri, tutaishi na Yesu, mwalimu wa ajabu, na atatufundisha milele zote, na tutafikia mwisho wa elimu. Yeye tu ana maarifa yote, tutaendelea kujifunza, na kitu ambacho tutakachojifunza, Biblia inasema tutajifunza vita tena. Asante. Katika kumalizia maongezi yetu kuhusu Yesu kama mwalimu wa walimu, ni vizuri kumfahamu Yesu na kutambua kwamba ualimu wake unatokana na kuwa yeye ndiye Mungu muumbaji. Tunajua hivyo kwa sababu tunasoma katika Mwanzo 1 mstari wa 1 ya kuwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na ukiunganisha hilo fungu na Yohana 1, kitabu cha Yohana 1 mstari wa 1 hadi wa 3, utaona inaeleweka. Yohana 1 mstari wa 1 hadi wa 3 nasema kwamba hapo mwanzo alikuweko neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Tangu mwanzo huyo neno alikuwa pamoja na Mungu. Vitu vyote viliumbwa kwa yeye, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichoumbwa ambacho kimeumbwa. Ndani yake Yesu aliyetumwa na Mungu ndimo chimbuko la kazi yote ya elimu. Yesu ndiye chemichemi ya ufahamu na uelewa. Ndiye mwanzo na pia ndiyo mwisho. Ufunuo 1 mstari wa 17 inasema, nami nilipomuona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Ni dhana potofu kutafuta nuru pasipo na nuru halisi. Ni kama kutafuta jua ndani ya kioo ambacho kazi yake tu ni kuakisi mwanga unaotoka kwenye jua. Mwongozo huu wa elimu ya Kikristo unasema bila Mungu ni kujaribu kutafuta maisha kwa kumkimbia yeye aliye uzima, na kukataa chemchemi za maji ya uzima kwenda kutafuta mahali hakuna maji. Elimu bandia ni ile yenye kuandaa matanki yaliyotoboka na kuwauzia watu matanki yasiyoweza kukusanya maji, yaani shughuli nyingi, kazi bure. Tasoma Yohana 4 mstari wa 14, tunasoma, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena,
Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Maji yale nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji, yakibubujika uzima wa milele. Yesu ni mwalimu wa walimu, na sisi sote ni walimu wasaidizi wake. Kwa kuwa walimu wasaidizi wa Mungu, ni lazima tuwe Wakristo wa kweli. Mtu awezaje kujijua kama yeye ni Mkristo wa kweli? Waandishi wa mwongozo huu ambao tunaofuata wa kujifunza Biblia kuhusu elimu ya kweli wanasisitiza kwamba elimu ya Kikristo ni muhimu sana. Na pia wamekutumia barua wewe na mimi, kila mmoja wetu tuweze kuisoma na kuitafakari. Barua yenyewe inasema hivi: Mpendwa mwalimu, kama maandalizi ya hali ya juu kabisa ya kazi yako, ninakuelekeza kwa maneno uzima na mbinu za mfalme wa walimu, na kusihi mchague yeye. Hapa kuna kielelezo chako kikamilifu. Kitazame, kitafakari, mpaka Roho wa Mungu atawale moyo na maisha yako. Ubarikiwe. So